Ushindi wa roho katika saa ya giza. Ni somo ambalo linakujia siku ya leo kutoka katika studio zetu za NGBF Adventist, tukiwa na mgeni Pastor Gurisha Mjema kutokea kule Gosheni Geita. Na siku ya leo katika kipindi chetu cha kurejea madhabahuni tunakumbushwa kutoka katika kitabu cha Zaburi 34 fungu la 15 linayosema, macho ya Bwana huwaelekea wenye haki na masikio yake hukielekea kilio chao. Na kukaribisha sana ufuatane na sisi kuanzia mwanzo hata hitimisho lake, na ninaamini Bwana atakubariki, hutabaki jinsi ulivyo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa NGBF Adventist Media, nikukaribishe katika kipindi chetu kizuri cha kurejea madhabahuni, ambapo tutajifunza neno la Mungu kwa ufupi, lakini pia tutapata maombi ya pamoja. Kwa hiyo nikukaribishe wewe, alika na rafiki yako,
basi tuendelee kubarikiwa pamoja. Leo uko na mimi mchungaji Gwirisha Geoffrey Tunzo Mjema, mchungaji wa mtaa wa Gosheni. Na kwa kwanza kipindi hiki nikualike tufumbe macho kwa pamoja tupate kuomba. Mungu na Baba yetu shema la juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa wema wako, tunakushukuru sana kwa upendo wako. Ninakushukuru sana mimi pamoja na watazamaji wenzangu na wasikilizaji wenzangu kutupatia nyakati hizi nzuri za kuweza kutafakari neno lako. Mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, tunaomba Roho wako mwema akawe pamoja na sisi mwanzo mpaka mwisho. Tuangazie nuru ya uso wako na lile ulilokusudia tulipate katika wakati huu tukalipate katika ukamilifu wake. Ndivyo niombavyo katika jina la Kristo Yesu. Amina. Leo nataka tuangazie katika somo linalosema ushindi wa roho katika saa ya giza. Ushindi wa roho katika saa ya giza, na tutakuwa katika kitabu cha Marko sura ile ya 14 kuanzia mstari ule wa 32 na kuendelea. Na kwenye maisha kuna nyakati nyingi sana ambazo tunazipitia zinafanana na nyakati za saa ya giza. Nyakati ambazo hofu imetawala maisha yetu, nyakati ambazo maumivu yametawala maisha yetu, nyakati ambazo mapambano ya ndani ya moyo na mapambano ya nje yanavyoleta hofu na kutishia maisha yetu. Na nataka nikuambia kwamba wewe bado sio wa kwanza kupitia changamoto. Kuna wengine wanapambana na changamoto za kiuchumi, biashara, kazi haziko sawa. Kuna wengine wanapambana na changamoto za kimahusiano, aidha ni vijana ambao wanapitia vipindi vigumu vya mahusiano, au ni ndoa ambayo inapitia mgogoro fulani, au wanafunzi ambao wanapitia changamoto katika elimu zao. Na nataka nikutie moyo, bado lipo tumaini, bado iko nguvu ya Yesu inayoweza kuokoa. Lakini kabla ya ushindi inatangulia nyakati za maombi ya siri. Kabla ya ushindi zinatangulia nyakati za kujinyenyekeza. Kabla ya ushindi zinatangulia nyakati za tafakari. Na ndipo nitakupeleka katika kisa cha Yesu. Yesu anapokaribia na kuteswa kwake, anapokaribia na kukamilisha ukombozi wa mwanadamu. Ndipo Biblia inasema kuanzia mstari ule wa 32 ya kwamba kisha wakaja mpaka bustani itwayo Getsemani, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa muda niombapo. Akamtoa Petro na Yakobo na Yohana pamoja naye, akaanza kufadhaika na kuhangaika. Akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe. Na hii inatupa tafakari ya kwamba Yesu akiwa ameuvaa ubinadamu wa 100% kama mwanadamu, alihisi hali ya huzuni, alihisi hali ya maumivu, alihisi hali ya upweke. Na ndipo Yesu anapowaita wanafunzi wake, anachukua wanafunzi wote, lakini baadaye Yesu anachukua marafiki zake wa karibu, Petro, Yohana pamoja na Yakobo. Anaweza kuwaelezea namna anavyojisikia. Nikajifunza ya kwamba kumbe sio kila mtu unatakiwa umueleze namna unavyojisikia. Kuna nyakati sio kila maumivu, sio kila kuumia, kujisikia vibaya lazima uongee na kila mtu. Hata Yesu alikuwa na wanafunzi 12, lakini hakuongea nao wote. Akawachukua kina Petro na Yakobo na Yohana. Alipokuwa nao faraga, ndio akawaelezea namna anavyoumia. Lakini Yesu ninampenda, katikati ya maumivu bado anakumbuka swala la muhimu ya kwamba kuomba. Anawaambia wanafunzi, ketini hapa ninapoomba, na anawazihimiza na wao anawaambia, mfuateni muda wa kukesha. Lakini nikana kwamba wanafunzi hawakumuelewa. Wanafunzi walidhani ile vita ni ya Yesu peke yake, lakini wanasahau kwamba lile pambano na wao lilikuwa linawahusu, kwa sababu mwalimu wao, kwa sababu Bwana wao anaingia katika pambano ambalo hilo pambano nao linawahusu. Wamekuwa naye kwa muda mrefu, wametembea naye, wamefanya naye kazi, na sasa anajaribu kuwakumbusha kwamba vita iko mbele, vita ni kali. Sasa hivi ni muda wa pambano, tunatakiwa kujikabidhi ili nyakati zinazofika vita inapokuwa kali tuwe na uwezo wa kushinda. Na ndipo Biblia inasema akaendelea mbele kidogo, kuanzia mstari wa 35 nasoma, akaanguka kifudifudi akiomba ya kuwa ikiwezekana saa hiyo imuepuke. Akasema, Aba, yani Baba, yote yawezekana kwako, uniondolee kikombe hiki, walakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Yesu mwenyewe katika hali yake anafika mahali mzigo unamlemea, anafika mahali maumivu yanamlemea, anafika mahali anaona kile anachokiendea ni kigumu, kikubwa, kizito. Anamwambia Baba, ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke, lakini sio kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako. Wanafunzi bado hawaelewi
uzito, wanalala. Yesu anarudi anawakuta wamelala, anawaambia jamani, Petro, hamwezi kukesha nami hata saa moja tu. Yesu ni kana kwamba anawasisitiza waombe, anawasisitiza wajikabidhi kwa Mungu, anawasisitiza watafute nguvu, kwa sababu nguvu yao ingelipatikana katika maombi, na bado walionekana kupuuzia. 38 anawaambia kesheni muombe msije mkaingia majaribuni, roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Na bahati mbaya sana wanafunzi walichukua hii vita, walidhani ni vita ya mwili. Ukifuatilia sura za nyuma, Yesu anapoambia itafika nyakati wote mtaniacha, akina Petro na wenzake wanasema hatutakuacha, sisi tutakuwa pamoja nawe, hata ikibidi kufanya lolote tunaweza kufanya kwa ajili yako. Walisahau ya kwamba hii vita tunayopigana ni vita ya kiroho, ni vita ambayo inapiganwa katika ulimwengu wa roho, ni vita ambayo inapiganwa ndani kwanza katika chumba cha maombi, na ndipo ionekane vita halisi katika jamii ya watu, katikati ya watu. Na ni kama nataka kukuambia, ni ngumu sana kushinda katika jumuiya ya watu ikiwa hujashinda katika chumba chako cha siri. Ni ngumu sana kushinda vita katika biashara, eneo lako la biashara, kabla haujashinda katika chumba chako cha maombi. Ni ngumu sana kushinda vita kwenye mahusiano yako, katika mwenendo wa mahusiano yako, mwenendo wa ndoa yako, mwenendo wa elimu yako, kabla haujashinda kwanza katika chumba chako cha siri. Yesu anapojaribu kuambia, Yesu anatafuta faraga, na utagundua ilikuwa ni desturi yake kuomba. Kadiri Yesu alipokuwa anakabili jambo fulani, kadiri Yesu alipokuwa akiishi maisha yake ya wakati wote, alikuwa anatafuta nyakati za kuomba. Ukitaka hiyo uione, utaiona katika kitabu cha Luka sura ile ya 6 mstari wa 12. Anasema nyakati Yesu akaondoka asubuhi na mapema, akaenda akaomba, akakaa huko akaomba usiku kucha. Anatafuta uso wa baba yake, anatafuta nguvu katika maombi. Na ndipo anarudi anawakuta wanafunzi tena wamelala. Anawaambia mmelala tena. Na kuanzia mstari wa 40 anasema akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito, wala hawakujua la kumjibu. Akaja mara ya 3 akawaambia, laleni sasa, mpumzike, yatosha saa imekuja. Tazama mwana wa Adamu anatiwa mikononi mwao wenye dhambi. Ondokeni twendeni zetu, tazama yule anayenisaliti amekaribia. Yesu alitambua uzito wa kile anachokabiliana nacho. Nataka nikutie moyo rafiki yangu naye nitazama na unayenisikiliza katika media hii ya NGBF Adventist. Maisha yetu yamejawa milima na mabonde. Maisha yetu yamejawa maji ya gharika, lakini kuna nyakati yana maji tulivu. Maisha yetu yamejawa nyakati za kufaulu, lakini kuna nyakati pia za kushindwa. Maisha yetu yamejawa vitu vingi sana ambavyo kuna muda vinatukatisha tamaa. Magonjwa, dhiki, njaa, wakati fulani hata chuki tunazozipokea kwa watu, wakati fulani hata ile sisi wenyewe tu kujisikia kana kwamba hatuko sawa. Nataka nikutie moyo, jambo moja ni kwamba hizo hali Yesu naye alizipitia. Alipitia nyakati za maumivu, alipitia nyakati za kulia. Alipopoteza Lazaro, Biblia inasema Yesu akalia machozi. Alipitia nyakati hizo, lakini bado nimemuona Yesu katikati ya changamoto, katikati ya mizigo iliyokuwa inamlemea, katikati ya jambo kubwa la ukombozi wa mwanadamu ambalo lilikuwa linamkabili. Bado hakupoteza wajibu wa kuomba. Bado hakupoteza wajibu wa kuwasiliana na baba yake. Bado hakupoteza fursa ya kukaa miguuni pa Yesu. Sasa sikiliza, kwa nini nimesema ushindi wa roho katika saa ya giza? Saa ya giza ni wakati ambapo hakuna majibu ya haraka. Moyo unajaa mzigo, mapenzi ya Mungu yanaonekana wakati fulani kuwa magumu. Kwa mfano Daudi alipitia katika hivyo vipindi. Yesu pia. Sasa hivyo vipindi sio ishara ya kushindwa, sio ishara ya kushindwa. Vipindi vya giza ni ishara au ni sehemu ya safari ya ushindi. Na ngoja niwaambie, wengi walioshinda, wengi walipitia vitu ambavyo viliwafanya wawe karibu na Kristo katika kiwango ambacho walipotoka pale walikuwa washindi. Na ndipo ili dhahabu ionekane ya thamani, ipande thamani, ni lazima ipite kwenye moto. Na Ayubu alionekana miongoni mwa watu hao. Biblia inasema ya kwamba Ayubu hakuwahi kutenda dhambi wala kumwazia Mungu kwa upumbavu. Tena ukisoma sura ya 2 inasema Ayubu hakuwahi kutenda dhambi kwa midomo yake wala hakutamka mabaya yote. Alitambua kwamba nyakati hizo za giza ilikuwa ni safari ya ushindi. Lakini pia adui wa ushindi
wa roho zetu. Adui wa ushindi katika nyakati hizi za giza zinazokabili ni kukosa maombi, ni usingizi wa kiroho. Usingizi wa kiroho ni kupuuza maombi, kutojali mambo ya Mungu. Kwa mfano rafiki yetu Samson, yeye ni mnadhiri wa Mungu. Mungu alimpa nguvu zote, alimpa uwezo wa kutawala na kuwaokoa. Alikuwa mwamuzi wa taifa hili la Israeli, lakini alipoteza nyakati zake za ushindi. Alipuuzia nyakati za maombi, alipuuzia kanuni ambazo Mungu aliziweka, na mwisho wa siku akawa ameshinda. Sasa sikiliza, kanuni ya kiroho ni hii: hakuna ushindi wa nje bila ushindi wa ndani. Getsemani ilitangulia Golgota, maombi yanatangulia msalaba, unyenyekevu unatangulia utukufu. Ndio maana nikasema kabla ya kushinda katika eneo la vita, tunashinda kwanza katika chumba chetu cha siri cha maombi. Kabla ya kushinda katika biashara zetu, tunashinda sana kwanza katika chumba chetu cha siri cha maombi. Kabla ya kushinda kwenye elimu yetu, tunashinda kwanza kwenye maombi. Sikiliza, ushindi wowote unaouona public unaanza kwanza private, katika private room, katika private life, katika chumba chako cha siri cha ndani. Kwa hiyo Danieli anaonekana miongoni mwa vijana wenzetu, miongoni mwa wanadamu waliowahi kushinda kwanza katika chumba chao cha maombi, na ndipo inapotangazwa amri ya kumsujudia mfalme. Biblia inasema Danieli akaenda katika chumba chake, akafungua milango kuelekea Yerusalemu na madirisha, akaomba mara 3 kwa siku. Na ndipo nyakati za vita zilipofika, alipotupwa katika tundu lile la simba, tundu lile la simba, bado alionekana kuwa mshindi, bado alionekana kushinda, kwa sababu nyakati zake za maombi zilikuwa ni nyakati bora sana za kumtengenezea ushindi. Sasa Yesu ameonekana mara nyingi akikesha, ameonekana mara nyingi akiomba ili kutafuta ushindi. Yesu hakushinda pale msalabani, kama nilivyosema, alishinda Golgota kwanza. Ukisoma hichi kisa mbele, Petro alishindwa. Anapofika mahali anaota moto, anakuja mjakazi mmoja, anamwambia huyu naye ni kama yule tu, amefanana na Yesu Nazareti. Petro akakataa, akakana, na Yesu alishamtahadharisha kwamba kabla jogoo hajawika utakuwa umeshanikana. Akaondoka, akamfuata tena yule mjakazi, akamwambia wewe Petro, wewe mbona wewe ni Mgalilaya kabisa? Petro akaondoka, na baadaye anapokana tena mara nyingine jogoo akawika. Na ndipo Petro, Biblia inasema Petro akatambua ya kwamba lile alilomwambia Yesu ndilo linalomtokea, kwa sababu Petro hakuwa na maandalizi mazuri katika nyakati za maombi. Alipofika katika nyakati za vita alishindwa kwa sababu hakuwa amejiandaa. Sasa sikiliza mambo machache. Kuwa kanisani peke yake hakutoshi. Kila muumini anahitaji Roho Mtakatifu binafsi. Kila mtu anahitaji kuomba, kupata nguvu ya Roho itakayomsaidia katika nyakati za changamoto, itakayomsaidia katika nyakati za giza, itakayomsaidia katika nyakati za kushindwa. Kwa hiyo maandalizi ya wokovu hayawezi kuzimwa au kuwazimwa kwa mtu mwingine. Yaani wokovu ni wa kwako binafsi, ushindi ni wa kwako binafsi. Ushindi hauwazimwi. Ndio maana hawa wenzetu wanaofanya mashindano katika riadha, mashindano katika michezo, kadiri anapofanya jitihada katika uwanja wa mazoezi, anapopambana na mazoezi, ndivyo unamletea ushindi katika uwanja uwanja wake wa vita. Kwa hiyo nataka nikutie moyo. Ni lazima tushinde. Lakini hatuwezi kushinda kama hatutakuwa na muda wa kutosha wa kuomba. Maandalizi ya wokovu hayahazimishwi. Hayatoki kwa mtu mmoja mpaka kwenda kwa mtu mwingine. Kila mtu anapambania wokovu wake. Lakini wakati wa kujiandaa ni sasa, kabla mlango wa rehema haujafungwa. Itakuja nyakati ambapo Yesu atakuja kuchukua ulimwengu, na ndipo anatangaza heri mauti ya wacha Mungu wake. Wengine watalala mauti. Unalalaje mauti ikiwa bado hujajiandaa kwa kushinda? Nataka nikwambie, maisha yetu hayana garanti sana ya kwamba tutaishi kwa muda gani, lakini kwa muda ambao Mungu ametupatia kuwa hai, kwa muda ambao unaweza kuwa unapitia changamoto, kwa muda ambao unakuwa katika nyakati zako za giza, nataka nikusii, hauwezi kushinda mpaka uwe umeshinda kwanza katika chumba chako cha siri. Sasa natamani utafakari mambo machache. Wako watu ambao walipuuzia nyakati hizo za maombi. Hata Daudi pia alishindwa kukesha katika nyakati zake za kujilinda, kuzingatia kanuni. Akajikuta amemtamani mke wa Betsheba, akatenda dhambi ya kumuua Uria, bado akatenda dhambi ya kulala na Betsheba. Lakini yuko Samsoni, tumemuona pia naye alipuuzia nyakati za kanuni na nyakati zake za kujiweka mikononi mwa Mungu. Akajikuta majaribu yalipokuja, saa za giza zilipokuja, Delila akamwangusha. Yuko Eutiko, alisinzia muda nyakati za ibada ya neno la Mungu linafundishwa, akaanguka. Kwa hiyo
Kwa hiyo ninataka kukukumbusha hivi ya kwamba nyakati zetu za maombi ndio nyakati bora sana ambazo tunatakiwa tuzitumie vizuri, na miujiza kutokea pale tunapojiandaa au tunapoziandaa nafsi zetu kwa maombi. Miujiza haiwezi kuja kama ajali, haiwezi kuja kama bahati mbaya. Ni lazima tuzijali na kuzingatia sana nyakati zetu za maombi. Lakini usipokuwa na mahali pa faragha pa kukutana na Mungu, hivi karibuni hautakuwa na nguvu mbele za watu. Kama hautakuwa na nyakati za faragha za kwako binafsi za kuzungumza na Baba, za kuongea na Mungu, kuna uwezekano mkubwa hautakuwa na nguvu pia katikati ya watu. Lakini ikiwa maisha yako ya maombi si sahihi, basi hakuna jambo lingine ambalo ni sawa. Kama unaona kuomba sio kitu sahihi kwenye maisha yako, hakuna kitu chochote ambacho kitakuwa sahihi. Sasa mimi nataka nikutie moyo, rafiki yangu naye nitazama, rafiki yangu naye nisikiliza. Bado ushindi upo mikononi mwetu, kwa sababu kiongozi wetu Yesu Kristo alishashinda. Kiongozi Yesu alishashinda kwa ajili yetu. Na mimi nataka nikwambie, anachokitaka sisi ni kutumia muda miguuni pake. Tuombe. Na anasema ombeni lolote kwa jina langu, hilo mtatendewa. Niite nami nitawaitikia, nitawaonyesha mambo makubwa na magumu msiyoyajua. Ametoa fursa nyingi za kuomba. Nataka nikwambie, nyakati za giza zinapokuja, zitukute tukiwa tumeshajiandaa kwa maombi kabla ya mambo kuwa magumu. Hata kama nyakati zitakuwa bado ngumu, tukiwa katika nyakati hizo ngumu, nataka nikutie moyo, omba. Unapoona biashara yako haiendi vizuri, omba. Unapoona mahusiano yako hayako sawa, omba. Unapoona mashamba yako hayatoi mazao vizuri, omba. Unapoona elimu yako haiko sawa, omba. Unapoona watoto wako hawaendi vizuri kama unavyotamani wewe mzazi, omba. Mimi nataka nikwambie, hakuna mtu aliyeomba akadumu kushindwa. Sikiliza hivi, ikiwa Mungu ni mshindi, basi maombi lazima yashinde. Nataka nikuache na hilo, ndugu mtazamaji na msikilizaji. Ikiwa Mungu ni mshindi, maombi lazima yashinde. Yesu alishinda kwanza katika bustani ya Gethsemani, ndipo akashinda katika msalaba wa Kalvari, ndipo akashinda Golgota. Ila Petro na wenzake walishindwa katika bustani ya Gethsemani kwa sababu hawakutumia muda vizuri wa kuomba. Yesu alipowasisitiza, wakajikuta wameshindwa tena katika nyakati za vita. Na mimi nataka nikutie moyo, Mungu ametuwekea ushindi mbele. Tazama, naweka mbele yako uzima au mauti, ya kupasa uchague. Na nakupendekezea leo, chagua nyakati za maombi, chagua kushinda, chagua kukaa miguuni pa Yesu. Hakuna yoyote aliyekaa miguuni pa Yesu akashindwa. Mungu wa mbinguni na akubariki sana. Bwana wa majeshi na akutendee mema. Neema ya Kristo na ikufunike sasa na hata milele, katika jina la Baba na la Mwana na ushirika wa Roho Mtakatifu. Amina. Basi tuombe. Mungu na Baba yetu shamba la mbinguni, nakushukuru sana kwa wema na fadhili zako. Nakushukuru kwa ajili ya msikilizaji huyu na mtazamaji ambaye anatufuatilia kutokea studio hizi za NGBF Adventist Media. Nikuombe, amsha tena roho ya kuomba. Fufua tena roho ya kukutegemea. Amsha hamu ya kuendelea kukaa miguuni pako, katika nyakati njema na katika nyakati mbaya, katika nyakati za furaha na katika nyakati za huzuni, ili hata kama changamoto zitakuja, hata kama nyakati za giza zitakuja, hata kama nyakati za kutishia maisha yetu na amani yetu zitakuja, zitukute tukiwa miguuni pako, zitukute tukiwa na nguvu ile ya kiroho, zitukute tukiwa na nguvu iliyotegemezwa katika msalaba wako Kristo. Tusaidie sana. Na ikiwa yuko mtazamaji au msikilizaji yoyote anapitia changamoto katika maisha yake, anapitia mambo magumu, ni kusii neema yako ikamfunike. Roho wako mwema aende akamtie nguvu kupitia maneno haya anayoyasikia na kuyasikiliza. Ni kusii, amsha tena roho ya ujasiri. Mtangazia kwamba usiogope, kwa maana mimi niko pamoja naye. Mtangazia kwamba wewe utamshindia, na Yesu washindia watoto wako. Atakapokuita yoyote, atakayesikia sauti hii na kufungua moyo wake, ingia kwake. Mtangazie ya kwamba nitafanya jambo jipya katika maisha yako. Nikuombea kwamba Mungu akubariki sana, Bwana akutendee mema, na neema ya Yesu Kristo ikifuminike. Ni katika jina la Kristo Yesu, Bwana na mkombozi wetu. Amina. Ninarejea ni amani itokayo kwa Yesu. Kwake kuna msaada, uzima tele. Ni amani itokayo juu.
uwe msaada wangu, nipatie amani Yesu. Narejea nipate amani ya duniani, yachosha. Uwe msaada wangu, nipatie amani Yesu. Nyumbani mwa Baba ni salama, hakuna majonzi, ni amani. Akigonga ngulie, akae ndani yako, Yesu ndani ya moyo wako. Nyumbani mwa Baba ni salama, hakuna majonzi, ni amani. Akigonga ngulie, akae ndani yako, Yesu ndani ya moyo wako. Narejea nipate amani ya duniani, yachosha. Uwe msaada wangu, Uwe msaada wangu Yesu. nipatie amani Yesu. Narejea nipate amani ya duniani, yachosha. uwe msaada wangu, Uwe msaada wangu Yesu. nipatie amani Yesu. Narejea nipate amani ya duniani, yachosha. uwe msaada wangu, Uwe msaada wangu Yesu. nipatie amani Yesu. Amen, amen, amen. Ninaamini umebarikiwa, haujatenga muda bure kufuatilia kipindi hiki tangu mwanzo hata mwisho. Ninaamini hujabaki jinsi ulivyo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea kipindi hiki, mimi ni Priscilla Luzuga ambaye ninakukaribisha tena kuungana na sisi Jumatano ya wiki inayofuata muda na wakati kama huu. Hadi wakati huo, Mungu mwema na kutunze.